nimetoka kumpoteza mume wangu siku chache zilizopita. Hata hivyo, dunia nzima tubaki mimi na wewe, siwezi kukubali. Yaani kwa kifupi, siwezi kuwa na wewe. Lakini Ashura, mimi nakufuatilia tangu tukiwa shule. Hivi, wewe hujui kama mimi nakupenda Ashura? Ona ulivyokosa haya wewe. Wewe umetembea na mashoga zangu wote umewamaliza? Fatuma umetembea na wewe, Mwajuma. Amina wote umewamaliza wewe kweli? Alafu unanitaka na mimi? Tatizo lako wewe, unakumbusha vitu vya shule. Ashura, mbona unakuwa hivyo? Yaani vitu vya shule wewe kwako ndo vimeingia akilini. Najua umempoteza mwenzio, lakini mimi nilikuwa nakufuatilia tangu tukiwa shule ya Arusha. Ashura. Ashura, mbona unakuwa hivyo? Niamini basi. Utaratibu gani nifuate ili wewe uamini? Ashura, mimi niko na wewe bega kwa bega. Miaka mingapi? Una ndoa ngapi? Lakini bado nakufuatilia Ashura. Mimi nakupenda Ashura. Niko na wewe mama. Alafu hivi bado unaishi kwa dada? Kwa dadangu au nyumbani nilipozaliwa? Rekebisha kauli zako hizo bwana. Kama unaanza kumwakichia muone. Sikia shoga, hii ndoa ya 3 sasa. Wanaume ndo hao wanafariki. Kweli kuna watu wana bahati ambazo zimechanganyikana nuksi. Yule mmoja wapo. Hayo makubwa. Makubwa aso. Kwa ina maana yule mwanaume aliyemuoa ndani ya miezi miwili naye amefariki. Jibu ndo hilo. Hii hatari. Huyu ndo Israeli mwenyewe. Tukae mbali. Mbona hatari? Yaani ndani ya mwaka mmoja ndoa 3 na wanaume wote wanafariki. Huyu anamdudu shoga yangu. Anamdudu. Yaani hii ni shida. Mimi ningepata bahati kama ya Ashura. I see. Sema unajua nini? Wanaume na hawana akili ujue. Muda mwingine wafikirii. Anaona kabisa mwanaume wa kwanza kafa, aliyemuoa Ashura, wa pili kafa, wa 3 kafa, naye atatoka alikotoka atamtaka Ashura. Si unaona nuksi hizo? Ni hatari. Shoga hapo utakuwa unanukuu maneno ya wahenga. Sio kama unaelewa. Hapo utakuwa unanukuu maneno ya wahenga shoga. Sisi ndo mwalimu wetu kipofu. Tunakubali kuelewa wanawake tunakubali kuelewa wanawake 4. Na tukakaa tukapangiana zamu, leo mimi ajalale kwako, kesho ajalale kwangu. Sasa siku tunakuwa mabesti. Mimi sitaki hizo habari, wala sitaki hata kuzisikia. Sitaki kabisa. Habari za kuolewa mke wa pili, sijui wa 3, sijui wa 4 mitara, mimi siitaki. Bora nikae nyumbani kwetu, niote mvi nyumbani kwetu. Siitaki hizo habari mimi. Haja kukuta wewe. Wewe nenda huko. Sitaki hizo habari. Au nao unataka kuolewa ukafe kama Ashura anavyofia wanaume zake wanavyokufa? Mimi siwezi. Kuolewa mke wa 4 wa 5? Mimi siwezi. Yaani mimi siwezi. Habari za kuolewa mitara mimi bora nikae nyumbani nisiolewe. Sitaki. Mdogo wangu, una mpango gani na maisha yako kwa sasa? Yaani kichwa kimevurugwa. Yaani hapa na safari zero kabisa. Siamini kinachotokea kwenye maisha yangu. Wanaume 3 wamekufa mbele ya macho yangu. Alafu wote wanakufa kwa ugonjwa mmoja wa kichwa. Utakuwa unahisi kuna mambo ya kishirikina yanachangia? Yaani sitaki kabisa kujihusisha na mambo hayo. Kifo ni ahadi dada, hakuna anayekichagua na hakuna anaweza kukataa. Kikifika kimefika tu.
Pole sana mdogo wangu. Mimi dada yako hapa sasa hivi ndo nazeeka hivi. Sina cha ndoa wala cha ndoano. Ndio pale ninapoamini kwamba Mungu sio Athumani. Kwani Athumani ndio nani? Matangu unazaliwa mpaka napata akili nasikia Mungu si Athumani, Mungu si Athumani. Labda uniambie na mimi nimjue. Ashura na wewe. Haya ni maneno tu ya watu wa zamani. Sisi tumeyakuta na tutayaacha. Mungu sio Athumani. Mimi ninachojua ni kwamba Mwenyezi Mungu hajawahi kumnyima mtu. Na ukiona mtu hajapewa basi ujue wakati wake hujafika. Hivyo ndio ninavyojua maana yake. Hapo sasa nimekuelewa. Ashura. Mambo. Pole na majonzi. Mfariji wako nipo hapa. Banzi kutoka Kolelo, Morogoro, Sakamanzi. Hivyo una matatizo ya akili wewe? Wewe Banzi una matatizo ya akili? Nimeshakwambia sikuhitaji. Kwa kifupi, sasa hivi sihitaji mahusiano ya aina yoyote, nataka nibaki peke yangu. Yaliyonikuta ananiumiza. Kupotelewa na wapendwa wangu 3 ndani ya mwaka mmoja sio kitu cha kawaida. Afu unakuja unanihitaji tu. Na ndio maana anasema mfariji wako nipo hapa. Banzi. Ndoa zote 3 hakuna ndoa niloifurahia hata moja. Afu na unakuja unataka kunioa. Ashura, kumbuka mimi nilifuatilia miaka mingi sana. Hata kabla una hata ndoa moja. Tangu tupo shule. Ashura, bado tu unaniona kama dasbini mimi. Yaani kila ninapokutana na wewe mwanamke, unakuwa kazi yako ni kunitupia maneno ya lawama. Inaweza ikawa Mungu ndo amekujalia kuwa na mimi. Yaani nikwambie tu kitu kimoja. Na msimamo kuliko unavyofikiria wewe. Nikishaamua jambo langu lazima liwe. Sawa? Alafu nishakwambia mimi siwezi kuwa na wewe na sababu zote nimekuambia. Kwani unakuwa king'ang'anizi wewe? Hicho kichwa chako kimejaa maji au? Lakini kumbuka mimi nakupenda sana. Ni kweli ndoa ya 3. Sasa hivi mwanaume wa kwanza haupo naye, mwanaume wa pili haupo naye, mwanaume wa 3 haupo naye. Ashura, inawezekana labda mimi ndio naye shushu kwa ajili yako. Tunaweza tukaishi miaka mingi. Una tatizo gani? Yaani wewe unakuwa mgumu hivyo. Kwa hiyo unataka mimi nizunguke huko, nazunguka huko. Ashura, mimi ninapokuona wewe moyo wangu mzee unakuwa unafarijika. Halafu unaonekana mimi ndio mwanaume pekee ninayeweza kukupa maneno ambayo ni nadhifu, maneno ya ustaarabu, maneno pekee kabisa yanaweza kukujenga katika maisha yako na unaweza ukawa. Halafu unaweza ukasahau vyote hivyo vilivyopita Ashura. Nimeshakwambia. Mimi siwezi kuwa na wewe. Labda nife uje kulala na maiti yangu. Lakini kama niko hai mimi siwezi kutoka na wewe. Tegemea utapata vitu vizuri kutoka kwangu. Hujawahi kushindwa. Namshukuru Mungu. Kushukuru sana kwa asante sana, maana kwa dunia hii ya sasa hivi kupata chumba bila dalali ni ngumu sana. Kwa wema ambao unanitendea, yani ni wewe tu peke yako, sidhani kama kuna mtu mwingine yote ambaye anaweza akafanya kitu kama hicho. Na maneno ya zamani ambao wanaosema kwa wema uozi, ni jinsi gani ambavyo unavyoonyesha kwa wema, kwa jinsi ambavyo ilivyotukuzwa. Rafiki yangu Ninja, mimi sina cha kusema, ila karibu sana mtaani kwetu na mimi ndio nitakuwa mwenyeji wako namba 1. Ila kitu kizuri ni kuzingatia tu masharti ya mtaa. Unaona? Kuishi na watu vizuri, kama nilivyokuelekeza mimi ndio nitakuwa ndugu yako wa karibu. Kwa hiyo hamna shida, karibu sana.
Kwa hilo wewe ondoa shaka sana ndugu yangu. Mimi ni mtiifu na ni mkamilifu sana, na sina mambo ambayo ya ajabu, na sehemu ambapo ninapokaa kila mtu ananijua. Kwa hiyo maana nitaendelea kuilinda katiba ya nchi kwa jinsi ambavyo inavyosema, na nitasimamia pale pale, kwani masuala ya ugomvi, masuala ya unyang'anyi, masuala ya ukorofi. Kwa hilo ndugu yangu, wewe hilo kwangu mimi umepasi sana. Mimi ni mtu mwema sana kabisa katika maisha. Hivyo ndio vitu vya kuzingatia unapofika maeneo ya watu, na hasa ukipata ndugu yako wa karibu ambaye unayemheshimu. Mimi mwenyewe nakuheshimu, kwa hiyo sitategemea uchafue mtaa, sitategemea ninja leo unakuwa na skendo tofauti, wakati mimi ni ndugu yako wa karibu sana. Tatizo lolote likikukuta, basi why, kwa sababu mimi ndio mhusika wa ile eneo, yaani huu mtaa mimi ndio naishi hapa, sawa? Kwa hiyo unapopata tatizo, mimi nakupeleka hata kwa mjumbe, tunaenda tukamaliza, kuliko kuifanya wewe mwenyewe. Hiyo itakuwa ni shida zaidi. Amna, ndio hivyo, maana mimi nimelelewa na bibi, sijalelewa na mama. Kwa hiyo kila kitu bibi yangu mimi kanifundisha kuwa niwe mkamilifu, niwe mnyenyekevu, na niwe ni msikivu kwa mtu yoyote, na pale ambapo ninapokaa, na kwa yule ambaye ninayemjua kabisa huyu ni mkubwa wangu pamoja na wadogo zangu, nisiwe mtu ambaye elewa maneno mengi kabisa. Sawa, karibu. Sawa, asante. Asante ndugu yangu. Samani dada, mimi ni mgeni katika mtaa huu. Nipo katika harakati za kumtafuta mwenyeji. Mimi naitwa Ninja. Sijui unaitwa dada nani? Bila samahani, mimi naitwa Ashura. Sijui nikusaidie vipi au umepotea njia? Nimependa swali lako pamoja na jibu lako. Inaonesha kabisa kwa wewe ni Mungu wangu. Na tatizo langu mimi kubwa sana. Nahitaji mwandani ambao wa kuniliwaza mimi. Na kiufupi yani nahitaji uba ambao lisiokuwa na makando. Kwa bahati mbaya mimi sio sehemu sahihi ya wewe kutafuta hilo huba lako. Yaani kwa kifupi mimi siko tayari na mambo ya huba. Ashura, vibaya hivi. Usinifanye hivi. Poa, labda tunaweza tukabadilishana labda namba za simu, maana sisi binadamu tunakutana mara kwa mara na wala sio milima. Hakika uzuri wa wote utambua kwa rangi yake. Amini, we ni mzuri. Nimetambua kwa rangi yako na kwa jinsi ambavyo ulivyo ya Ashura. Sikia. Ndio kwanza tumekutana. Hujui chochote kuhusu mimi. Yaani hujui chochote kuhusiana na maisha yangu. Sawa? Hujui chochote kuhusiana na maisha yangu. Mimi sijai kuwa fungu la mtu yoyote. Ashura, nisingetegemea nikapata maneno kama hayo ya kunikatisha mimi tamaa. Hakika kwa jinsi ambavyo moyo wangu ambavyo unavonisukuma kwako wewe, kiukweli yani sidhani kama naweza nikakata tamaa kwa jinsi ambavyo unavoniambia. Amini, kwa jinsi ambavyo majibu yako ambavyo unavonionyesha ni dhahiri kabisa, unaonyesha kuwa ni mstari mnyofu wa mimi kupata jibu zuri ambao la kuniliwaza pia mimi baadaye. Hebu chukulia kama ninakuepusha kwenye kifo ambacho unakitafuta wewe mwenyewe kwa lazima. Sawa? Ashura, vibaya hivyo. Usinifanyie hivyo. Ashura. Ila hakika Mungu kweli mimi ananipenda. Katika mtaa huu, katika pitapita nimekutana na mwanamke mzuri kama huyu. Amini. Sitamwacha huyu. Yaani siachi yani hata kumwangalia. Cheki kwa jinsi ambavyo alivyo. Kiukweli ndugu yangu, mimi yule mwanamke sihitaji nimchezee. Unaona, nahitaji nimuoe kabisa. Na katika kukaa kwangu nimeona kwa hili jambo nilipeleke kwa mshenga kabisa. Na mshenga mwenyewe ndo alisimamia, lakini
kwa kuwa nimeongea na wewe hivi, najua kwa nimefika sehemu sahihi sana. Ya, mimi nimekusupport katika jambo lako. Lakini kama unavyojua kwamba sina muda wa kutosha kukaa hapa kwa sababu muda mwingi nakuwa ni mtu kusafiri sawa hapa na pale, kwa hiyo kosa muda kabisa. Lakini ndugu yangu, huyo binti unamfahamu vizuri? Ya, huyo binti kiukweli yani simfahamu vizuri, lakini toka ambapo nilipohamia mtaani kwao na kwa jinsi ambavyo nilipomuona na nimekaa pamoja na wazee na nimepata historia yake kabisa, najua kabisa binti ni binti ambayo ni mzuri, afu pia na roho nzuri na mrefu pia. Alafu tena mimi katika maisha yangu nilisha hapa kwa nitakapofika miaka 30 ni lazima nitafute mwanamke, na kweli siku ambayo nakutana naye nilikuwa nimetimiza miaka 30 na nikaamini kwa yule ndio mwanamke ambaye wa maisha yangu na ndio mwanamke wa ndoto yangu, na sidhani kama naweza nikamwacha. Okay, fine. Kama mwanamke unamfahamu vizuri, mimi sina neno. Natakia kila la heri katika maisha yako. Kila unakuwa makini sana, Kwa makini sana ndugu yangu. Kwa pamoja kila jambo. Sawa, mimi ndo maana nafurahi sana hivyo. Mimi najua kwa wewe ndo mtu ambaye unaonigia mawazo mazuri sana katika maisha yangu. Sidhani kama kuna mtu mwingine yote zaidi yako wewe. Na mimi sitaki ndugu yangu potee. Amen. Umekaa siku tatu tu kwa shangazi, umenawili. Kumbe maisha ya kufungiwa na kupendeza. Kwa maisha gani? Maisha ya kufungiwa ndani saa 3 tu wote mko ndani. Kila kitu kipo ndani, mtu upate hata sababu ya kutoka nje. Maisha yao mimi siwezi, nimeshindwa. Hapa kwenye nitaka kuondoka kama nikamwambia aka nimeondoka zangu. Si unamjua? Kakasirika. Ila shangazi, hayo maisha kazoea na watoto wake. Lakini kaka na jambo nataka kutueleza. Sijajua ni la kwetu au la kwako. Kuja tumsikilize. Nilikuwa sibi maliza maongezi yenu mnipe ruksa ya kuongea. Lakini nikasema nisiwaingilie. Ashura. Hapa kuna posta imekuja. Na kwa mujibu wa mshenga anasema kwamba alileta ni posta anaitwa Ninja. Na anasema mlishawahi kuzungumza kabla wewe na huyo Ninja, kwa maana mnajuana. Ninja. Nimemkumbuka. Lakini mimi na Ninja hatujawahi kufikia hatua kwamba ni alete barua nyumbani. Mimi nimwambia sasa hivi siko sawa, nahitaji kupumzika jamani. Kaka, unajua changamoto unazozipitia. Mimi sitaki kuingia kwenye ndoa. Mdogo wangu. Bahati ya unaichezea ujue. Unaona mimi dada yako hapa nazeeka. Yaani natamani atokee mume yani hata mke wa 5. Japo najua sherehe hiyo hakuna. Lakini msikize dada yako. Kwa sababu hizo bahati wengine wanazielea kama yeye anavyokuambia. Dada. Hapana. Ninja rafiki yangu. Hivi wewe Ninja ndio kumtaka Ashura? Ninja, ukumbuke mimi ndio niliyokupokea katika mtaa. Na nilikupa vigezo vyote vya mtaa. Fuata masharti, fuata vigezo vya huu mtaa. Lakini leo Ninja unanisaliti. Ninja unamtongoza Ashura. Ninja unamtaka Ashura. Tena mbaya zaidi unataka umuoe Ashura. Ninja, ni nini unataka kukifanya? Samani Banzi kwa kutokupa taarifa toka muda. Ila mimi ninavyoona Ashura ndo mwanamke wa maisha yangu. Ninja, tena bila aibu.
Unaongea mbele ya rafiki yako kwamba wewe unataka eti umuoe Ashura na ndio mwanamke wa ndoto zako. Ninja, hiyo tabia unaitoa wapi? Hiyo harakati umetoa wapi? Ninja, yule ni mwanamke wangu mimi. Ashura anataka nimuoe mimi. Alafu nachokiona mbele yako naona ni msiba. Tena ni msiba mkubwa. Banzi, mimi kabla sijaanza kumla bata, nimeanza kumchunguza kwanza bata na nimejua hali yake bata, hivi ndio nimeanza kumla. Na kabla sijaanza kumfuatilia Ashura na kupanga naye mipango ya kumuoa, nimeanza kwanza kuangalia historia yake. Na katika historia yake ya Ashura, sijaliona hata jina lako Banzi. Ninja, acha kujikanyanga bana. Unaongea blockade tu hapa. Unaongea vitu ambavyo unaona kabisa huvifahamu katika kichwa chako. Eti umemchunguza bata, unataka kumla, sio unataka nini? Huo wote ni uzembe na ni ujinga. Rafiki yako wa damu, leo unataka uoe mke wake. Kwa sababu sikukutambulisha kwamba Ashura ni mke wangu, ama sijakwambia kwamba Ashura mimi namfuatilia. Na leo nakwambia na kuweka wazi, Ashura nataka nimuoe. Na nataka nikwambie, mtaka cha uvunguni sharti ya nyama. Hayo yote hayo nimeyasikia. Na ndio maana nimekwambia kabla sijaanza kupanga mipango ya kumuoa Ashura, nimeanza kwanza kuitafuta historia yake. Hayo yote hayo nimeshasikia. Na wewe wote kanivunja moyo katika mipango yangu mimi. Mimi Ashura ndio mwanamke wa ndoto yangu. Ninja, alokuambia ulete barua ya posta nyumbani kwetu ni nani? Kwa makubaliano gani kati yangu mimi na wewe? Sitaki kuolewa. Sitaki maneno na mtu. Jamani, mniache na nuksi zangu. Ashura, maisha ni mapito. Na ukihitaji maisha yaendelee, ni lazima upitie katika mapito haya. Mimi najua kwa unaumia sana. Na nipo tayari kwa lolote lile juu yako. Na hata kama nikifa, sifi kwa mipango yako wewe, na kufa kwa mipango ya Mungu. Ashura, bado nakumbuka wapendwa wangu wote watatu waliokufa kwenye mikono yangu. Mume wangu Juma kaumwa kichwa asubuhi, ilipofika saa 7 mida ya azana akafariki. Wote watatu wamekufa kwa ugonjwa huo huo. mimi najua huwezi kuzoea misiba. Nao matatizo hayo yapo. Ila mimi nipo tayari kwa lolote lile ambalo litakayotokea. Mimi nakupenda na sihitaji nikukose wewe hata kidogo ile. Nahitaji uwe wangu. Mimi nakili uwe ni mzuri wa uzuri. Na kwa uzuri wa uzuri moyoni kwangu mimi wewe umetulia tuli. Nakupenda na kuhitaji Ashura. Na sihitaji nikukose hata kidogo Ashura. Naomba unipe nafasi kwako. Hata kidogo. Right, kama ukinikataa mimi leo hapa, na kuomba unipofoe macho ili nisikuone popote pale ambapo utakapopita. Na right, kama haitoshi kunipofoa macho, naomba unitoboe hata masikio yangu ili nisikusikie. Kwangu mimi nione kiza tu, nisisikie sauti yako na wala nisikuone wewe. Amini tu, milo yangu mimi itatulia. Na right, kama ninavyokuona hivi, bado milo yangu inasononeka juu yako Ashura. Na kuhitaji. Basi sawa, lakini tutaishi nyumbani kwetu kwa sababu nataka niwe karibu na ndugu zangu kwa sasa. Kwa hilo mimi halina shida. Kwa kweli mimi halina shida kabisa. Mimi nahitaji nikupe wewe faraja na ninahitaji uwe na furaha ili usipate mawazo yoyote yale ya nyuma ambayo yalotokea. Ili mradi tu mimi niwe karibu na wewe. Nisizike amani ya roho yangu. Nakupenda. Yes, niambie. Vipi shwari? Mambo vipi? Kama kaa? Fresh. Umetulia hapa nakula muziki. Kama kawaida yangu. Au sio? Mbona jana ukutokea kwenye shughuli ya ndugu yako kule Blaza Banzi? Wewe sio kufanya hivi Blaza.
Mwanangu, yani unatoka huko unakuepuka kurupu moja kwa moja unakuja kwa Banzi kumwambia masuala ya harusi, au sio? Sio hivyo ndugu yangu. Jana tumekula, tumesaza mpaka tumefula. Sio kazi yenu hiyo. Yaani wenzenu wao nyinyi mle chakula, si ndio? Sasa sikiliza. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Tegemeni msiba kwa huyo mwanamke. Hiyo kweli. Fikiria sana. Unajua nini? Yule jamaa wakati anakuja hapa mimi ndo nilipokea. Sawa? Ndio. Ameniambia kila blaza Banzi, mimi kila kitu nitakusikiliza. Mimi blaza Banzi, kila kitu nitakuwa nakufuata wewe. Kitu kuna tatizo lolote, umeona? Alafu siku ya siku anaenda kumchukua yule mwanamke. Unajua yule mwanamke nini? Nimetoka naye mbali sana. Tangu tuko shule, mimi shule anaaswa naye. Sawa? Hivyo naenda naye adoado, najua mwanamke yule ni vigumu sana kukuelewa. Lakini nilikuwa naenda naye adoado hivyo. Lakini mshikaji kaona yeye apitie kwa mbele na aende akamchukua shule. Sasa mimi nakwambia, sikilizieni tena. Kama mjasikia leo hivi siku 3 hizi. Baba umenifumbua kichwa. Yaani umenifumbua kichwa pakubwa sana. Kwa sababu mume wake wa kwanza amekufa. Wa pili amekufa. Wa tatu amekufa. Atakuwa na Israeli yule ndani yake. Sawa, kuleni huo ubwabwa. Utakuja kukutana na nyewe. Ubwabwa wa sherehe, kula ubwabwa uzuri. Ndio unachofurahia eh? Sawa. Mume wa kwanza amekufa. Wa pili amekufa. Sheikh Juma amekufa. Una idadi ngapi hapo? 3. Tia 4 hapo. Weka sasa, mbona unakunja vidole? Basi mimi na zangu bwana. Oya mwanangu, sio harakati zako ujue kuja kuniambia vitu kama hivi eh? Sawa? Ukija wewe unakuja na mambo yako. Ashura! Mke wangu! Njoo! Kuna nini? Njoo uone. Angalia. Maji yamegeuka kuwa damu. Sasa maji yamekuwa damu vipi jamani? Mbona maji meupe kabisa hayo? Maji yamegeuka kuwa damu mke wangu. Mbona damu vipi? Hiyo itakuwa ni wasiwasi wako tu. Wasiwasi wangu wakati maji Inawezekana vipi mke wangu? Mimi nilikuwa naona damu. Hiyo itakuwa ni wasiwasi wako tu. Ukweli, ya Mungu tena mke wangu. Mimi nilikuwa naona damu. Haya basi ndo maji safi kabisa hayo ndo ukaoge. Kiukweli yani leo siku yangu haipo sawa. Sidhani kama naweza nikaenda kuoga ya maji. Mimi siwezi kwenda kuoga ya maji. Hakika tena mke wangu. Mimi bora niende tu kazini hivi tu. Maji meupe kabisa. Katazania damu. Damu hapo jamani. Baada ya kukwambia aliona damu, ikawaje? Mimi nilipokuja niliona maji ya kawaida tu, sikuona damu. Lakini usipuuze. Lisemwalo lipo, yule sio mtoto. Mimi siogopi damu. Ninachokiogopa nisije kuwa nimeongeza idadi nyingine ya kumuua mtu. Naogopa dada. Mungu asaidie ili tatizo liishi. Maana ni mtihani mkubwa sana. Ndugu wangu, tatizo kubwa sana hili. Yaani linaniumiza kila nikifikirie. Matukio yanakuwa kama yanajirudia. Lakini mdogo wangu, haukumbuki chochote? Labda kama kuna mtu ulimkosea hapo nyuma,
au chochote ambacho kinaashiria mtu anaweza akalipiza kisasi kwa hili ambalo linatokea? Yaani mimi sina ubaya na mtu, na kama ningemjua huyo mbaya, hata kama angetaka ng'ombe ili anisamee, mimi ningempatia. Kikubwa tu niondokane na hizi shida. Wewe ni nani? Naitwa Mwarabu Mweusi. Mimi ni mume wa mke wako. Naomba kaivunje ile ndoa, tena haraka iwezekanavyo. Nisije nikaja kutoa roho yako ukawa miongoni mwa wafu wanaoishi. Wewe ni nani? Fuata maagizo. Mwasi! 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 Vipi? Mbona ghafla bila taarifa? Kumbuka, umepewa nguvu kwa ajili ya kusaidia familia yako. Kaka yako yupo kwenye matatizo makubwa sana, na hasara ya saa 7 ikiaziniwa tunamkosa kabisa. Mimi niko hapa, huyo sio mimi. Dada, sijui kimetokea nini. Hawanioni, naomba unisaidie dada. Mchezo mdogo, tulia. Ashura, unamfahamu wewe?
Mashallah binti. Kiukweli nimependa sana jinsi ulivyo, na ukija kuzingatia wanawake design kama kwenu, kiukweli mimi nakuwa nawapenda sana, na ndio maana nimekusimamisha mtoto mzuri. Haina haja mimi kulifahamu jina lako wala kulifahamu la kwangu, ila nimependa sana hivyo ulivyo binti. Kwa hiyo kiukweli mimi nahitaji kuwa na wewe, yaani namaanisha uwe mpenzi wangu wa mchumba wangu. Asante, nashukuru kusikia hivyo. Labda nikuulize swali. Hiyo ni kubalia yako, inatoka moyoni ama mdomoni, labda unatamka tu? Asante kusikia hivyo. Unaweza ukaenda. Binti au samani, usijali mimi kuhusu kuomba namba yako ya simu, ila nikiwa nakuhitaji najua pa kuupata. Usijali. Nimekutana naye akanitongoza. Huyu ni jini, na siku ambayo ulimkubalia ndiyo siku ambayo uliingia agano la kudumu na huyu jini. Ulifunga naye ndoa pasi na wewe kujua. Aliishi kwenye mwili wako akinyonya damu za wanaume ambao ulikuwa ukilala nao, na huyo mnayemuuguza hapo sio ninja, huo ni mgomba. Ashura, na hivyo ndivyo ulivyopoteza wanaume wako wote ambao ulikuwa ukitembea nao. Na huyu jini ndiye sababu au chanzo cha matatizo ambayo yanakukuta wewe. Sasa wewe utatumikia hii adhabu kutokana na makosa ambayo umeyafanya.